Linda Mwananchi. Linda Mwananchi. Okay. And you know I'm the most radical. Caleb Amisi. Bila mjanijua. Hata amujui. Tunamjua. Amujui Linda Mwananchi. Mimi ndio niliform. You know, people don't know. Let me tell you. Caleb, hebu tuambie. Wewe ndio uliform Linda Mwananchi? I'm the one who formed Linda Mwananchi. Wakati niliita Sifuna. Nikaeka poster, hata ukiangalia hapo kwa TikTok hapo nini kwa poster zangu. Mimi ndio nilidesign poster. Walikuwa wameogopa. Nikaambia babu, wewe unaongelea huko Ruto must go. Sifuna unaongelea kwa TV. Mimi naongelea kule Western. We need to come together. Na wakaogopa. And that time baba was still alive. Na nikachora poster nikasema naweka Sifuna kama chief guest in my function. Saboti. Na nikasema I'll be the host. Nikaweka babu huyu na nikaweka paka Muhammad Ali. Hata Muhammad Ali hakuwa ametoka kwa serikali. Na mimi nilimweka because I recognize him as a key person. And I wanted a national face. Nikaweka wa Mchomba. It's me who chose wa Mchomba. Because at that time, she was speaking the language of Mwananchi. Before aruke. Nikaweka Kibagendi. Nikaweka Clive. Nikaweka Obadiah. Myself. And I'm the one who called them individually. Individual. And you can ask them. And nikapigia Kimilu. MP for Kaiti. People, these other people didn't even know each other. In fact, they were even complaining, why this one? Kwa nini umeleta huyu? Na mimi nawaambia, I have a reason for it. I ensured, tukaita tukiwa Saboti Kenya moja. Sawa? So tukaenda Kenya moja, tukienda around. Then now, when wakati walitoa Edwin Sifuna and James Orengo and Ososi joined us. So now it became Linda Mwananchi. Pale kwa radical, I think I agree with him. Umesikia people renaissance movement. Yes. Anasema Mheshimiwa Caleb Amisi, wewe ndio kwenye behind people renaissance movement. You see, that's why watu wanasema I'm always behind everything. Because people's renaissance has been linked to Linda Mwananchi, and I'm the one who started the Linda Mwananchi. So by explanation, they'll think I'm also behind. And you know, I know these young people. You know that I don't know them. They approached me and I said, "You've been saying Kenya needs a renaissance. What is this Kenya needs a renaissance?" One of them is your peer, right? No. Okay. Yeah. There are people I know. Okay. Yeah, there are people I know. They approached me. They said, what is all this thing about Kenya Linda Mwananchi? I mean, Kenya needs a renaissance. Yes. And because I've been talking about Kenya needs a renaissance, and people are wondering, this difficult word. Kenya needs a renaissance. Okay. In French is renaissance. Innocence. Sitaki Nijiumize ulimi hapa bure bwana. Na vile awali ulimshtua tayari naona ulimi utaongea aje the rest of the day. I'm saying Amisi mazee na upuzi sana. Unaona nimebeba juu. Baba alikwambia nini? Baba nilikutana na yeye kwa ofisi kule Kilelesho. Sawa? Na yes. Tukakaa naye nikamwambia, baba, mimi watu wangu wamekataa kusupport William Ruto. Kuhusu niendelee na kuchapa hii serikali. Akasema go ahead. We are not in government. Mheshimiwa, unajua umeinua Biblia. Sijui kama wewe. Nimeinua juu ndo hii. Na kila mtu akikuja kusema hapa, please asiongee kabla hajainua hii Biblia. Sawa? Na akasema, and I'm quoting him. Yes. Na akasema, watu wanacheza tu hapa akina Rigathi. Because that day I was to even welcome Rigathi in Kitale. Okay. Nikamuuliza niende kuwakaribisha nisiara. Akasema, enda. These ones are just dancing. When we will get back to the stage, they'll know what the opposition is. Getting back to the stage means what? Baba was to be on the ballot. Na akaniambia hatujawahi shinda kura ambao Kalenjin na Kikuyu wako pamoja. Sasa wako tofauti. Ni rahisi. Easy. And he repeated that word, now it is easy. So help me God. They must maintain the principles of Raila Odinga. Simple and clear. Wakati wanaenda Kombo, kama hata Raila alikuwa kwa serikali mingi. Lakini wakati serikali inaenda Kombo, alikuwa anatoka.
So what makes Oburu Odinga not to leave the government when it is doing the bad thing? The economy is collapsing. So sasa hivi Linda Ground ikiamua kutoka kwa broad-based, mtakubali kuungana mwe kitu kimoja? Akitoka kwa broad-based. Mara moja. Mara hiyo. Ai, tutakuwa hapa na Oburu tukicheka hapa hata utaamini. Acha tumalizie hapo. No problem. Mheshimiwa, umejua shida hizo umekaa nazo tu hapo. You understand us. Mheshimiwa Caleb Amisi, shukrani sana kwa muda wako. Wish you all the best. Asante. All right, mbunge wa Saboti Mheshimiwa Caleb Amisi. Na si kwa kwamba anajua kwamba pia anapenda comedy. Tawalika next time. Erasmus Kiboni yupo ndani ya studio na habari za sasa. Mbunge wa Saboti amebeba mpaka Biblia. Leo ni noma si noma jamani. Kwani utetee kiti chako cha ubunge Saboti Natetea. Majua naweza kuwa na zote mbili. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Zile vitu mmenipea nitafanya kwa uwezo wangu. Utakuwa kama Weta aliwania useneta ili in case. Okumu na Sakali, naomba uulize Mheshimiwa Caleb kwamba hiyo barabara ya Saboti Kapretwa. Anataka tupande mahindi katika hiyo barabara. By the way, ili kusupport hilo swali, eneo bunge lako ni miongoni mwa maeneo bunge nimeambiwa kwamba kiwango cha lami ni kiko chini sana katika eneo bunge la Saboti. Ni ukweli, na unajua ni eneo bunge ambayo imewachwa nyuma zaidi kwa miaka mingi. Si ati zilikuwa nikabomoa. Iliachwa nyuma miaka mingi, lakini kwa uwezo wangu nimefanikisha, nimepeleka malalamishi kwa bunge, nimepeleka kwa mawaziri wote, hadi all nyanja zote, Kenha, Kera zote. Mabarua ziko, evidence are there, and now I can comfortably announce kwamba those 3 roads are now going to be constructed. Barabara ya kwanza Bapton through Lukome, Mkuyuni Lukome, inaenda Index Kisawai, inaingia Landi, alafu inaenda paga Endebe Swam kwa boda. Barabara ya 3 kutoka pale Kambimiwa imeingia Birunda, imeingia Koikoi, zikatawanyika, moja ikaingia Lukome, ingine ikaenda Index. Hii Lukome inaenda paka Kaptama. Hii ya Index inaingia pale Saboti, inaenda Gitwamba hadi kule wapi juu Kiborwa. Alafu ya mwisho inatoka Kitale, inaingia Kipsongo, Kitalale, Kinyoro, inajiunga na hii ya kuja Kisawai hapo Land. Gani ndio ya huyu mwanadada ya ama iko kwa labda ni za ndani because za ndani ni waulize natembea because hizo za ndani za kaunti. Hii ya kwenda Kapretwa unasema kwamba hizo ni za natembea, ni za county government. Sio nothing I can do. I'm not a governor. There's nothing I can do about it. Umejengewa lami 3 na bado naimba tu. Hawajajenga, ndio wamepropose. So unaona na leo nafikiri ni shida iko Saboti kubwa ya barabara. So wamepropose. Mimi nangojea inafaa kuanza lini? Na Ruto akikuja kufungua hizo barabara nitakuwa na yeye, hata mtaamini. Nitakuwa na yeye kwa sababu hiyo ni maendeleo, ni haki ya wananchi. Ni ushuru wa wananchi bila shaka. Ni ushuru wa wananchi. It does not do with our politics. Lazima ajenge hizo barabara. Tunapata yajayo Mheshimiwa, tukirudi tunamalizia ndani ya Video Maisha. Bunge la Maisha.